ukatili waliofanya wawajibishwe. Hakuna mapendekezo ya uwajibikaji mpaka sasa, na kama tumesikia tume ya Jaji Chande ilichokisema yenyewe, kwanza imejenga picha. Kwanza mnakumbuka maelezo ya rais aliyoyatoa juu ya nini kilicho, wale walioandamana walikuwa wanataka nini. Kwa jicho la rais walikuwa ni wahaini, manake ilikuwa ni watu wanataka kupindua nchi. Jaji Chande hakuja na hiyo finding, lakini amesema walikuwa wanafanya vurugu. Na kama ukimsikiliza vizuri Jaji Chande, kila alipopendekeza uchunguzi kufanyika kwenye maeneo mengi sana, anazungumzia watu kwenda kuhojiwa, kwa sehemu kubwa wale ambao wamechochea vurugu, na maeneo machache yale ambayo kuna matukio ya mauaji ya peke yake. Kwa hiyo hakuna kwa kweli pendekezo la uwajibikaji. Hasa alipokuwa anatoa ufafanuzi, anaongea na waandishi wa habari, unaweza kuelewa kwamba kila alichokuwa anakisema Jaji Chande kilikuwa ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo sisi wito wetu ni uwajibikaji kufanyika, na kama mpango wa uwajibikaji upo, tutasema hilo ni jambo zuri. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba uwajibikaji unapaswa kufanyika, kwa sababu kwanza, kama ukweli hakuna, watu wanawajibikaje? Yaani kama kwa mfano haisemwi nani aliyoua, atakayewajibika kwa mauaji atakuwa nani? Yaani tume imeshindwa kabisa kuona kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimetumia nguvu, na nguvu hiyo imepelekea mauaji. Tume imekwepa hilo eneo. Inataka incidents kadhaa tu zikachunguzwe, wakati hili ni tukio lilokuwa organized, limefanyika eneo kubwa, na ni vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vinapiga raia. Hawakuona hilo eneo. Kwa hiyo sisi wito wetu ni lazima upatikane ukweli, na ukweli utafanya uwajibikaji kwa watu hasa wanaohusika. Ndio maana hapa tumesema kuna watu wala hatuhitaji tume nyingine. Yaani kuna watu walikuwa na wajibu wa ulinzi na usalama wa taifa letu, na wao wakiwa ofisini ndio watu waliuawa. Hawa ni watu ambao wanapaswa kuondoka, na tumeeleza kwa uwazi. Mna takwimu kinyume na tume. Tume yenyewe imesema, tume kila ilipo, tume katika kitu ambacho wamefanya Jaji Chande, kila takwimu aliyotoa amesema ni zaidi ya 518. Yaani wala hajasema ni 510. Anachokisema ni kwamba uwezekano wa ziada upo. Ndio maana sisi tunataka uchunguzi huru ufanyike. Kwa sababu ziko takwimu, UN walikadiria zaidi ya watu 700. Kulikuwa na takwimu za zaidi ya watu 2000. Na kuna watu wanasema 10,000. Hizi namba zote zinazotajwa hizi ni zaidi ya 518. Kwa hiyo exactly ni ipi? Ni muhimu kuwa na chombo huru kitakachochunguza na kikapata exact number, chombo ambacho kila mmoja ata feel free kwenda kujieleza. Nyewe mnakumbuka wakati tume ilianza zoezi la maelezo, ilikuwa mubashara, na watu wakawa wanaeleza iliyowakuta. Baada ya siku 3 tu ikawa kimya. Kwa nini? Kwa nini iliacha kutoka kuwa watu wanaeleza kwa uwazi hadharani? Kwa sababu wananchi wala hawaku hesitate. Walikuwa wako tayari kwenda kueleza ni public, ili jamii ijue. Na kitendo hicho kinge encourage wengine kuona na wenyewe wakatoe ushuhuda. Ghafla ikafungwa hiyo, ikawa ni chini kwa chini, kaibuka Jaji Chande na maelezo yake. Sina dhani tunahitaji tume ambayo jambo hili litakuwa kwa uwazi na watu watakuja kutoa. Kwa hiyo takwimu, sisi tunataka uchunguzi ufanyike. Sababu zaidi ya 518 kuna 700 inatajwa, kuna 2000 zinatajwa, kuna 10,000 pia inatajwa. Na mnakumbuka Jaji Warioba aliwahi kusema kwamba watu waliokufa ni wengi kuliko watu waliokufa kwenye vita vya Kagera. Kwa hiyo kuna watu wengi wana takwimu, na Jaji Chande hajazikataa. Anachokisema waliokufa wanaanzia 518 kwenda juu. Kwa tunahitaji uchunguzi huru ili kuja na majibu haya.
Kuna wao wanasema kwamba uwajibikaji, kuna watu wanasema pengine watu kuongezewa maarifa, kupewa sehemu nyingine ya kwenda kujifunza, sio kwenye kumwagaji wa damu. Yaani huwezi kuwa watu wameuawa alafu wewe uongezewe maarifa. Unaongezewa maarifa nini? Kwa hiyo kwenye swala la mauaji, uwajibikaji unahusishwa kuondoshwa kwenye hizo na kuwajibika kwa mauaji, upelekwe mahakamani kwa kosa la kushindwa kulinda haki ya uhai. Haiwezekani polisi ambao wamefundishwa kuzuia fujo, tuziite fujo. Polisi ndio waliofundishwa kuzuia nini? Fujo. Tangu lini katika nchi hii? Yaani mtu akiwa na panga, we polisi huwezi kumdhibiti ila umpige risasi ya kichwa. Mambo gani haya? Yaani polisi ndio yuko trained kudhibiti fujo. Tujalie mtu anapanga. Hatukuyaona hayo mapanga. Akija Jichande kayaona. Sasa tangu lini kushika panga kuna muauthorize polisi kupiga risasi ya kichwa? Tangu lini? Haya ni mambo ambayo tunapaswa kupata maelezo. Kwa hiyo uwajibikaji kwenye hili, pale ambapo damu zimemwagika, unahusisha watu kuchukuliwa hatua za kisheria na hatua za kinidhamu. Jumuiya ya Madola mmoja ilikuja envoy. Jumuiya ya Madola haikuja hapa tume ya uchunguzi. Walikuja watu ambao envoy ile wawakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola kuona hali ilivyo, kukutana na wadau kuona hali ilivyo ili wapendekeze nini kinachoweza kufanyika, hatua za kuchukua. Kwa hiyo ile Chakwera hakuja hapa kama tume. Chakwera alikuja kukutana na wadau, afanye study, na then kama wataunda tume, basi hiyo tume ndio itakuja kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Tunachotaka sisi ni hiyo tume ije. Kwa hiyo kazi ile ya Jumuiya ya Madola ilikuwa ni ya kuja kuona hali ilivyo na baadaye kuona wanaweza kuchukua hatua gani. Ndio maana yeye Jumuiya ya Madola ilikutana pia mpaka na Jaji Chande kuona pia internal measures ambazo zinafanyaje zinachukuliwa. Kwa hiyo sisi msisitizo wetu ni kwamba tunahitaji jumuiya za kimataifa zije hapa kufanya uchunguzi wa kile kilichotokea, kwa sababu tunaotuhumiana ndio tuko hapa ndani. Sisi tunazungumzia kwamba vyombo vya dola vilitumia nguvu iliyopita kiasi. Hatuwezi kutumia vyombo hivyo vya dola kuchunguza nguvu yake. Ndio hoja yetu. Tunapaswa kupata hilo. Lakini jambo jingine, ameeleza dangu pale kwamba wananchi wengi wanasema kama hali ikiwa hivi basi 2030 hawatakwenda kwenye uchaguzi. Ni kweli. Ndio maana tunapigania haki na mabadiliko kufanyika. Kama wananchi watakuwa wakiuona uchaguzi wanaona makaburi yao, kama wananchi itakuwa wakiuona uchaguzi wanaona wanavyokwenda kupata vizuka, kama wananchi watakuwa wanaona uchaguzi kama maigizo, hawatakwenda kupiga kura. Wajibu tunaofanya sasa kama taasisi ya kisiasa ni kuhakikisha kwamba tunapigana haya mambo yaweze kubadilika, kwa sababu ni kweli kama wananchi watafika mahala watakuwa wanaviona vyombo vya dola vinaingilia michakato ya uchaguzi kwa kiwango ambacho ule uhuru wa raia kufanya maamuzi unapokwa, hakuna wananchi watakaoenda kupiga kura. Na haya ni matatizo ambayo sasa tunatafutia suluhisho. Tunahitaji kuwa na mabadiliko ya katiba, tunahitaji kuwa na tume huru ambayo uhuru wake hautokani na jina lake. Uhuru wake unatokana na misingi ya kikatiba ambayo imewekwa, lakini pia namna ambavyo inaundwa na namna inavyofanya kazi. Haya ni mambo ambayo yakisimamiwa vizuri yatafanya tutoke hapa tulipo na tuweze kupata suluhisho. Nashukuru sana. Asante. Taasisi ya kisiasa ina wajibu wa kwanza wa kuadvocate ili haki iweze kutendeka. Na hii ndio kazi ambayo tunaifanya. Na kwa hiyo kama itakuwa haki haitendeki, hiyo ndio kazi ambayo tutaendelea nayo. Tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba haki inafanyaje? Inatendeka. Na tutaendelea kuhamasisha wananchi wawe ni sehemu ya mapambano haya.
Moja kati ya mambo ambayo ACT Wazalendo tunajivunia, tuliweka wazi kwamba haki za kiraia ni lazima zipiganiwe, na tulisema kwamba tunaendelea kuwaandaa wananchi kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo wa kulinda haki zao za kiraia. Sisi tunaamini kuwa wananchi wakisimama imara, wananchi wakiwa tayari kulinda haki zao, kuna jeshi ambalo linaweza kukabiliana na hawa wananchi. Na tukifika hapo, tutakuwa na cha kueleza wananchi namna gani tutakavyoweza kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Kwa nafikiri hili ndilo ambalo naweza kulieleza. Asante sana.